Kumwamini mtu ya kwamba unaweza kufanya kitu, hata huyo mtu unayemwaminia unapopatia kumwamini mtu ya kwamba unaweza kufanya kitu, hata huyo mtu unayemwaminia unapopatia. Nashukuru Mungu kwamba ametufikisha asubuhi hii salama. Nashukuru kwetu sisi wote ambao tumeweza kufika na jinsi ambavyo tunazidi kujikaza kuhudhuria kipindi katika makambi haya. Nataka nichukue nafasi na wakaribishe katika kipindi cha uongozi asubuhi ya leo. Jana tulikuwa tunajifunza about the qualifications for leadership. Tulikuwa tunazungumzia juu ya qualifications for leadership, na tukaweza kuangalia kwamba qualification number 1 ni mwito na kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Iko ndio qualification number 1 ya uongozi unaoongozwa na Roho Mtakatifu, na tukaweza kuona kwamba uongozi ambao umejazwa na Roho Mtakatifu, kikosi ni lazima atakuwa ni mtu ambaye anamweka Mungu mbele katika kila jambo. Awe na wakati wa kuweza kusoma neno la Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio anaweza kupata hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni Mungu ndiye anayepeana hekima ya uongozi, na kwa sababu Mungu ana uwezo wa kila jambo. Tukaona kwamba kiongozi pia apate kuwa ni mtu ambaye ana muda, ni lazima apate kutenga muda wake wa kuweza kuomba Mwenyezi Mungu. Tukaona kwamba kama kiongozi kuna changamoto nyingi ambazo zinakumba kiongozi, na tukasema kwamba wakati uko na uongozi inafaa kuweza kutenga muda wako wa kuweza kuomba, kwa sababu shetani analenga viongozi sana, na ndio maana wakati mwingine matatizo yanapotokea viongozi wanaanguka, na wanapoanguka wanaanguka na watu wengi. So tukasema kwamba nyingine ya kwamba uongozi, the qualification nyingine kusema kwamba ni lazima tuweze kuwa na uongozi wa utumishi, uongozi ambao si ya uniteta, sio ya mtu ambaye anasema kwamba ili upate kujua mimi ni kiongozi anaamua vile anavyopenda mwenyewe, na kwamba wakati mwingine tunaona kwamba viongozi ambao ni dictators wanaangalia kwamba ni wao wako perfect, lakini tukao tumejifunza kwamba kila kiongozi anafaa kupata. Na kwa hivyo siku ya leo tunazungumzia kitu inaitwa inclusive and empowering leadership. Inclusive and empowering leadership, uongozi unaohusisha, unaojumuisha watu wengine, na uongozi unaowafanya wengine wapate kuwa viongozi, uongozi unaoweza kulea viongozi wengine. Tunaambiwa kwamba inafaa kwamba katika uongozi wako, uongozi ambao unaongozwa na Roho Mtakatifu, uliojazwa na Roho Mtakatifu, na kwa hivyo watu wengine unamtuma mtoto wako kwa nyumbani ambaye ana makosa, hata ushika kalamu peke yake hajui. Sasa mwalimu anakuambia leader atakuwa kiongozi ambao wakati mwingine atakuja kusema kwamba kama sio fulani mimi singejua kujisimamia, kama sio fulani singeweza kujua namna ya kuweza kufanya mambo fulani. So kuna hitaji ya kwamba sisi tuweze kuwa viongozi ambao tunawalea wengine, sisi tuweze kuwa viongozi ambao tuna uvumilivu. Wakati mwingine pale nyumbani kwetu, wakati mwingine tunakuwa na district board, especially wakati ambapo ina approach wakati wa Bishop December.
Alafu unapata wazee wanaongea, wanasema unajua hao vijana wanaenda wanajikontakti vibaya, wanakaa vibaya. Sometimes tunasikia habari mbaya juu ya hao vijana. Naambia kwa sababu nimekuwa kwa uongozi wa vijana kwa muda mrefu. Ambia usiwe mzee, usiwe mtu wa kwanza kuwa unalaumu. Wakati mwingine mtu amechaguliwa hata kuwa sponsor wa vijana, lakini vijana wanapoenda kwa mkutano, hata haendi kwa mkutano, ili kwamba atakaposikia rumors ya maneno fulani anakuwa wa kwanza kutupa mawe. Hao vijana wanaenda misbehave, wanafanya nini, na hakuna mwenye ameenda kuongoza wale vijana. Inahitajika kama kiongozi upate kufahamu ya kwamba kila mtu ni mwanadamu aliye na weakness zake, na hata hivyo akiwa na weakness zake kuhakikisha kwamba unaweza ukamtunza, ukamlea, ukamwelekeze katika njia inayostahili apate kuelekea bila ya kuanza kulaumu na kuweza kuweka vikwazo vingi sana kwa vijana. Sasa hata unafanya kijana mwingine anaanza kuwa na ile another thing, provide opportunity to grow through success and failure. Kuna mtu alisema kupotea njia ndio kujua njia, si ndio? Sasa kama kiongozi, kwa sababu tumesema kwamba tunakuwa inclusive, you provide kwa wengine, wapatie uwezo, wapatie wa empower, wapate kufanya kazi. Ikiwa wataanguka watajifunza, ikiwa watakuwa successful, wewe hakikisha kwamba una monitor huyu kiongozi, ile majukumu, ile assignment ambayo unampatia anafanya namna gani. Sio ya kwamba unampatia assignment alafu unamsaidia jinsi ya kufanya. John Maxwell ambaye ni mmoja wa waandishi wazuri wa vitabu vya uongozi anasema, ukifundisha mtu mwambie mtu kile ambacho anataka kufanya, lakini usimweleze namna ya kufanya. Sasa sisi tukiwa hapa tunaweza kufanya, ikiwa atafeli umwekane, mwambie hapa haujafanya vizuri, ungefanya namna hiyo kidogo, at least na yeye atasidi kukua. Number 2 is a sympathetic leadership. Number 2 is sympathetic leadership. Katika uongozi wako, katika uongozi wetu, tuna watu ambao wanaenda kinyume pengine na matakwa, wanaenda kinyume na matarajio, wanaenda kinyume na mambo ambayo yameweza kuwekwa. Inahitajika kwamba tuweze kuwa ni watu ambao tunawarudisha, tunawarejesha kwa upendo, kuwarekebisha kwa upendo, vile Yesu alivyokuwa akiwarudisha, akiwarekebisha kwa upendo. Wakati mwingine tunaambiwa kanisani ya kwamba huwa kunakuwa na time ya kufanya discipline, si kweli? Kuna time ambapo wanapatia mtu discipline kwa sababu pengine ameenda kinyume na maagizo ya kanisa. Sasa kila ambacho inataka tuweze kupata utawala, wakati tunapopeana discipline, wakati tunaporekebisha, ipate kuwa ni kwamba tunahitaji tuweze kuipa huyu mtu, kuweza kumpatia matumaini, tuweze kumpatia matumaini jinsi Kristo alipokuwa akilinda wale watu ambao ni waeli, wale ambao walikuwa wanaenda kinyume na mahitaji na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Or engage in prayer and sometimes fasting. Hebu tuweze kusoma kitabu cha Samueli wa kwanza. Hebu tuweze kuangalia kitabu cha Samueli wa kwanza 7 mstari wa 8 hadi yes. Kwa sababu maamuzi ambayo umefikia kama kikundi sio mazuri na hayajengi katika Biblia takatifu. Hivyo tunajifunza kuwa ile pia who keeps the law. Kwamba hapa wakati tumeweza kuona katika kitabu cha Samueli wa kwanza, wakati ambapo Waisraeli walipokuwa wametatizwa
kuvamishwa na Wafilisti, ikabidi ya kwamba Waisraeli wafikirie tutafanya nini. Wakasema sasa inabidi tuweze kuconsult nani? Mwenyezi Mungu. Na sasa huyu mtumishi wa Mungu akawa amewaambia kwamba na wao wapate kujitenga na miungu mingine, na sasa wakatoa kafara ili kuanza kumlilia Mwenyezi Mungu, na Mungu wao akamsikia, wakaweza kuwashinda Wafilisti. So uongozi ambao una vision, ulio na maono, kabla hawajaweza ku make any decision, ni lazima wapate kuengage kwa maombi kabla kufanya jambo lolote. Ndio maana huwa tunakuwa encourage hata wakati tunapofanya uchaguzi, before tufanye uchaguzi wote tumuhusishe Mwenyezi Mungu, kwa sababu kutoka kwake ndio tunapata surety ya vitu ambavyo tunahitaji, na yeye anaelewa kila ambacho kinatufaa sisi. Another thing, that is number 4, is listening and caring leadership. Listening and caring leadership. No other area that draws concern in leadership as much as in listening and caring. Uongozi ambao unasikia unajua hapa Kenya kwa usikia maoni yao, sikia matatizo walio nayo, sikia jinsi ambavyo wanaendelea katika kusikia ground, katika kusikia watu wao wale unaowaongoza. Yale maneno yanatimia kwa sababu unakuconnect na unawasikia, na wao wanakusikia, watakuheshimu. Unapowaheshimu na wao wataweza kukuheshimu, lakini ukiwadharau na wao wanakudharau. Inaonyesha heshima, wale watu wanaona kama unawaheshimu. Hata pale kama unafanya kazi ya serikali, kama wewe ni principal, ikiwa wewe hausikii mwalimu wako, kwa sababu sasa wewe unawaambia kwamba wewe ndio uko right, hata wao hawawezi kusema kitu. Lakini wewe uko katika inategemea na mahusiano tulio nao na wale ambao tunaowaongoza. Your ultimate goal should always be mwingine sana kwamba walimu, unajua through hao walimu ndio tunapata madaktari, ni kweli. Through hao walimu wengine, nikiwa natembea pengine hata sitakuwa na gari, nikiwa natembea gari linapopita nasema kwamba hii ni minister fulani, na huyo minister ni yule ambaye mimi nilimfundisha akiwa mwanafunzi. So kama kiongozi, kila ambacho inahitajika wewe upate kufanya ni kwamba kuhakikisha kwamba wale watu ambao unawaongoza wapate kufikia hata zaidi ya wewe, yaani katika uongozi mahali wapate kufika hata mbali zaidi ya wewe. Saa ingine unapata kuona kwamba walimu wananyanyasa, lakini wanazidi kufundisha watoto wengine. Wale watoto ambao wanawafundisha, kesho kumbe utasikia walimu wako barabarani wakiwa wanasema haki yetu, wakiwa wanatafuta atizo wapate kuongezewa nini? Mshahara. Na wale wanadanganya ni wale ambao wao walifanya nini? Waliwafundisha. Kuna haki hapo kweli? So kama kiongozi hakikisha kwamba una lengo kwamba kuwainua wale watu ambao unaongoza, ili hata wapate kufanya zaidi ya jinsi ambavyo wewe unafanya. Kuna quotation moja hapa kutoka kwa huyu mwandishi John Maxwell. By the way, nimekuwa nikisoma mara nyingi vitabu ambavyo viliweza kuandikwa na John Maxwell. Huyu John Maxwell ni mwandishi mmoja mzuri sana kutoka Amerika. Anasema, give people your trust and hope, and they will do everything that they can to keep from letting you down. Kama kuna kitu ambacho ni cha muhimu sana